Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu uketie mahali pa juu, tuna kila sababu ya kukushukuru maana tumeona mkono wako. Ndugu zako, upendo wako, watoto wako, tumenyenyekea chini ya mbawa zako. Tumekuja kanisani hapa ili tulisifu jina lako. Wale ambao wamewahi, Mungu wetu wa mbinguni, endelea kuwabariki na kuwaongoza. Wale ambao bado wako njiani, waharakishe ili tuwe pamoja, ili jina lako likapate kuinuliwa tukiwa pamoja. Bariki vipindi vyetu kuanzia sasa, wakati ambapo kila mmoja atakaposimama kwa ajili ya kutoa kila neno kwa ajili yako. Mbariki na kuongoza. Tubariki, tulinde katika pendo lako. Amen. Nichukua nafasi hii tena kuwakaribisha wote katika shule yetu ya Sabato. Tunapoanza vyanzo vya shule ya Sabato, niwakaribisha wageni kwa wenyeji. Nipende kuona wageni ambao kutembelea katika siku ya leo, kama wako wanawasha mkono juu kuwakaribisha. Kama wako wageni, pigani mkono. Tunapoanza kipindi chetu tunaanza na wimbo namba 82. Namba 82. Naomba tusimame kwa ajili ya wimbo wa kwanza. Ibada yetu ya leo ni siku ya furaha. Malkia Esther amesimama uwani, yeye akapata kibali machoni pake,
Naye mfalme akamnyoshea Esta fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Nitarudia tena. Esta 5:2. Ikawa mfalme alipomwona Malkia Esta amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esta fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Mungu alibariki neno lake. Amen. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ibada hii ya leo. Tuna kila sababu ya kulisifu na kulitaja jina lako asubuhi hii. Ni mengi mema ambayo umetukirimia kwa muda wa siku 6 za kazi, lakini upendeleo wa pekee kutuwezesha tena kuweza kujihudhurisha mbele zako katika ibada hii ya asubuhi. Naomba yote yatakayofanyika kuanzia sasa hata jioni, Mungu uweze kutubariki. Naomba pia kwa ajili ya wenzetu ambao wanafanya haraka kwa ajili ya kuja katika ibada yako, wapatie wepesi, lakini endelea kuwa pamoja nasi tulioko hapa na ibada hii ikapate kibali machoni mwako. Ndivyo tunavyokuomba katika jina la Yesu. Amen. Niwaalike tena kusikiliza utume wa wiki hii. Wale ambao wamejiandaa kwa ajili ya utume, karibuni. Kanisa, Bwana ni mwema wakati wote. Sabato njema. Sabato njema. Niko hapa kuwaletea somo la utume. Lina kichwa kinachosema kuombea mji usio na makanisa. Akiwa mvulana, Jeni alisafiri na baba yake katika mji mmoja uliokuwa ukijulikana kwa jina la Papua. Baada ya kufika kule, baba yake Jeni alikuwa na ule moyo wa kuombea miji ambayo haikuwa na makanisa mbalimbali. Na ndoto ile, baada ya kufika kule, kwa vile alikuwa ameenda kwa huduma ya kuwatembelea washiriki ambao walikuwa wakiabudu nao, walipofika kule waliweza kushirikiana kwa pamoja kufanya maombi, lakini ombi kuu ambalo baba yake Jeni aliomba kwa ajili ya ule mji ilikuwa nasema kwamba, Mungu mpendwa, tafadhali ubariki mji huu kwa kupatia kanisa la Waadventista siku moja. Jeni naye baada ya kuona maombi yale yanaenda kutimia, na kweli baada ya miaka 5 maombi ya baba yake yaliweza kutimia baada ya kuanzishwa kanisa la Waadventista wa Sabato katika mji ule. Na si hilo moja tu, lakini pia katika baada ya miaka 20 pia kanisa liliweza kuanzishwa jingine katika mji mwingine tofauti na ule. Hivyo basi, Jeni naye alikuwa na ile ndoto ya kufanya huduma ambayo baba yake alikuwa akifanya. Hivyo siku moja naye alisafiri. Alipokuwa akisafiri, alipanda usafiri wa mashua. Sasa wakati anasafiri kuelekea katika mji wa Sentani, alipokuwa njiani, aliomba yule mwendesha ile mashua kwamba amshushe katika mji wa Yogoi ili aweze kufanya huduma kama ile aliyokuwa ifanya baba yake. Hivyo aliweza kushushwa katika ule mji wa Yogoi na kufanya huduma kama aliyokuwa akifanya baba yake, naye aliomba vile vile kama alivyokuwa akiomba baba yake kwamba, Mungu mpendwa, tafadhali ubariki mji huu wa Yogoi ili siku moja uweze kuwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kweli maombi yake yaliweza pia kutimia, lakini yalichukua muda kadhaa.
katika mji ule kulikuwa na washiriki kadha wa kadha. Mmoja wa washiriki wa ule mji alikuwepo mtu mmoja anaitwa Tonsi. Tonsi aliweza kusafiri katika mji wa Israeli. Safari ile alifanya kwa sababu ya kwenda kufanya utalii. Alipofika kwenye kule Israeli, akiwa ndani ya hoteli, akiwa anaendelea na mambo ya utalii, siku ile ya Ijumaa alisikia vinywaji mbalimbali vikilia. Hakujua ni nini kinachofanyika, lakini baadaye alianza kuwaza kwamba kule alikotoka kuna huduma mbalimbali zilikuwa zikifanyika za Waadventista wa Sabato ambazo zilikuwa zikifanyika kuanzia siku ile ya Ijumaa wakati wanafanya yale maandalio ya Sabato. Hivyo basi, kama kawaida ya Wayahudi, ikifika ile Ijumaa jioni wanapiga vile vinywaji vikiashiria kwamba shughuli zote zinasitishwa. Kwa alianza kuona alipokuwa akichungulia dirishani, akiona magari yanarudishwa kwenye vituo vyake kila mmoja, lakini pia hata wafanyakazi wote aliona wakisitisha kazi zao, wakifunga na kwenda kufanya maandalio ya nini ya Sabato. Baada ya kuona ile huduma, Tonsi alizawa na shauku ya kwamba naye siku moja atafanya mpango wa kujifunza zaidi kuhusu huduma ile ya Waadventista wa Sabato, kwamba lile kanisa kwa nini wanafanya vile. Na kweli aliporudi nyumbani alipata mwaliko na Jerry. Baada ya kupata ule mwaliko, maana wakati ule Jerry alikuwa tayari ameshapata nafasi ya kuwa mchungaji, aliweza kumwalika Tonsi. Alipokubali ule mwaliko, akahudhuria kwenye ule mkutano. Alipohudhuria, mkutano ukaendelea. Wakati unaendelea mkutano, Tonsi aliweza kuuliza maswali kadha wa kadha kuhusiana na Sabato. Wakati anauliza yale maswali katika ule mkutano, maswali yake yalijibiwa vizuri na wakaelewa wote. Na baada ya kuelewa, mwisho wa siku naye katika kutafakari, maana maamuzi yalikuwa yeye mwenyewe kwamba kama ni kuamua kuwa Mwadventista wa Sabato ataamua, kama hana uwezo wa kuamua basi angeendelea hivyo. Lakini kadri jinsi alivyokuwa akiendelea kutafakari, Mwenyezi Mungu aliweza kumpa ile nguvu na hatimaye akakubali kuwa Mwadventista wa Sabato. Mnasemaje wapendwa? Baada ya kukubali kuwa Mwadventista wa Sabato, changamoto inakuja katika mji ambao yeye yuko, ni kwamba hauna washiriki wengi na hakuna kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo Jerry alichukua muda wake pia kwenda kumtembelea katika ule mji wa Yoro, kwenda kumtia moyo, kuomba pamoja na familia yake, maana walikiri yeye na mke wake na familia kwa jumla kuwa Waadventista wa Sabato. Hivyo alienda kuomba nao pamoja na kuatia moyo na kuwaombea pia kwamba siku moja tunaomba Mwenyezi Mungu abariki mji huu uwe na kanisa la Waadventista wa Sabato. Na hivyo kweli maombi yale yalitimia. Siku moja mji wa Yoro pakawepo na kanisa la Waadventista wa Sabato, akiwemo Tonsi na familia yake, wakiwa wanaendelea kutoa zile huduma. Hivyo nikiwa naelekea mwisho, somo hili la utume linazidi kutusisitiza ya kwamba tuendelee kuombea miji ambayo haina washiriki wa Adventista wa Sabato. Tukiwa tunaombea miji ambayo haina washiriki wa Adventista wa Sabato, simaanishi katika miji ambayo tayari kitabu kimeainisha, bali
hata katika taifa letu hili la Tanzania bado kuna sehemu ambazo hakuna hii imani ya Waadventista wa Sabato. Lakini sio imani, washiriki pia wako wengine unakuta wanasali lakini wanapenda kusali nyumbani. Hivyo ni kuombea yale maeneo yajengwe makanisa mbalimbali, waweze kuwapigia sehemu ambayo ni karibu na huduma mbalimbali za Kiadventista kwa sababu ziendelee. Lakini bado somo la utume linatusisitiza tuendelee kuombea huu mji wa Yogwe, yajengwe makanisa mbalimbali ambayo yatawasaidia waumini wengi wa Kiadventista wa Sabato waweze kuendelea na ile huduma ya kueneza injili ya kuokoa watu wa Mungu. Unasemaje wapendwa? Amen. Lakini bado somo la utume linatuambia sadaka yako ya 13 utakayotoa itaenda kusaidia ujenzi wa madarasa mbalimbali katika ule mji wa Yogwe pamoja na ule mji wa Papa, lakini sana sana ni katika mji wa Yogwe. Hivi unapotoa sadaka yako, jua kabisa kwamba hii ya 13 inaenda katika kufanya ujenzi wa madarasa mbalimbali na majengo ya utawala katika mji wa Yogwe. Tunapokuwa tunafanya maombi haya ya kuombea miji ile ambao haina washiriki wa Adventista wa Sabato, kwamba pawepo washiriki ya madarasa yajengwe, makanisa yajengwe ya kutosha. Tukumbuke pia hata sisi huku bado tunatakiwa kutoa injili hizo sehemu ambazo hazina hawa waumini wa Adventista wa Sabato. Ninapohitimisha, naomba nimkaribishe mwenzangu kwa ufupi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika somo letu la ukuziaji na juma hili nimezungumzia kuhusu madarasa ya kuhusu walimu. Tunasisitizwa kwamba kama hatutakuwa makini, shule yetu ya Sabato itafungwa. Kwa hiyo tunaambiwa tukubali Roho Mtakatifu atuongoze ili kwamba tuhakikishe kwamba shule yetu ya Sabato haifungwi. Tukisoma katika kitabu kile cha Yohana 16 mstari wa 13, naomba nisome. Yohana 16 mstari wa 13 inasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana atanena kwa shauri yake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Ndio tunaona kwamba hapo walimu waliokuwepo kipindi cha zamani walitegemea Roho Mtakatifu kwa ajili ya kufundisha katika madarasa yetu ya shule ya Sabato, lakini watu wa sasa hivi wamekuwa wavivu na wamekuwa waoga. Yaani mtu akiteolewa kwa mwalimu anatoa uhuru, lakini Yesu anasema katika kuwafundisha watu hakuna uhuru. Tunaomba tueleze katika kipengele cha pili cha hili somo ambalo linahusiana na mambo ya uchumi. Katika somo letu la ukuziaji lilikuwa linahusiana na kukosekana kwa elimu bora na maadili katika shule ya Sabato. Hapa tunaonyesha kwamba mwandishi anasema kwamba katika makanisa yetu karne ya 21 umekosekana kwa elimu bora na maadili katika shule ya Sabato. Hivyo basi, kama tutakuwa makini kuliangalia hili, tunaweza tukapoteza shule ya Sabato na ikafungwa kwa sababu ya kukosekana kwa elimu bora na maadili. Hivyo tuzidi kumwomba Roho Mtakatifu azidi kuishi ndani yetu na azidi kutuongoza ili tuweze kufanikiwa shule ya Sabato kuiokoa isije ikafungwa. Pia katika agizo kuu la Yesu alisema, nendeni ulimwenguni wote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote niliyowaamuru. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi
maji hadi wakati wote hadi ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo inaona kwamba hakuna mtu ambaye hapaswi kumfanya mtu kuwa mwanafunzi, na ili umfanye mtu kuwa mwanafunzi lazima uwe mwalimu, na ina maana kwamba hakuna mtu ambaye hapaswi kuwa mwalimu, kwa sababu Yesu anataka wote tuwe walimu, kwamba tuwafundishe watu, kuwaelekeza. Lakini pia tunaona kwamba kanisa linashauriwa kwamba kila roho, yaani katika zile miezi mitatu, kuwe na masaa mawili kwa muda wa siku 10 watu wafundishwe mbinu za kuwa walimu ili waweze kufanya shule ya Sabato isifungwe. Asanteni sana. Tunasemaje? Amen. Nichukua nafasi nyingine tena kwa kuwakaribisha wimbo wa pili, wale ambao wameandaliwa kwaya yetu, tunaomba tupatie wimbo wa pili. Nitawahubiri watu upendo wa Yesu, jinsi alivyo tukomboa kwa kifo cha msalaba. Siwezi nyamaza, nitamtangaza, nitapanda milima na mabondeni, nipeleke nenoni ngali ni hai. Siwezi nyamaza, nitamtangaza, nitapanda milima na mabondeni, nipeleke nenoni ngali ni hai. Sote twendeni tukawahubiri watu waache maovu, watubu warejee kwake Yesu na waokolewe. Siwezi nyamaza, nitamtangaza, nitapanda milima na mabondeni, nipeleke nenoni ngali ni hai. Siwezi nyamaza, nitamtangaza, nitapanda milima na mabondeni, nipeleke nenoni ngali ni hai. Siwezi nyamaza, nitamtangaza, nitapanda milima na mabondeni, nipeleke nenoni ngali ni hai. Saa 3 kamili asubuhi kwa wimbo namba 83, tukiwa na jumla ya washiriki 81. Fungu pamoja na ombi tulipatiwa na Dickson Andrew, mwenyekiti akiwa ni Dickson Andrew. Huduma yangu kwa Yesu na kwa jamii. Nitauliza maswali, muwe makini. Walio na Biblia walikuwa 94, waliosoma kwa mpango ni 22. Walio na lesoni walikuwa 67, waliosoma kwa mpango 24. Walioshuhudia walikuwa 13, idadi ya mafundisho yaliyotolewa yalikuwa 6. Magazeti vijuzu vilivyotolewa vilikuwa 2. Vitabu vilivyotolewa vilikuwa 18.
Waliosaidia walikuwa 10. Idadi ya nguo zilizotolewa hakuna, na chakula ikiwa ni hakuna. Waliosoma kesha na roho ya unabii 26. Waliofanya ibada ya familia asubuhi na jioni 42. Fedha na thamani ya chakula ilitolewa ilikuwa 2,229. Aina ya mafundisho yaliyotolewa na washiriki katika kushuhudia nyumba kwa nyumba ilikuwa ni mafundisho ya afya na kiasi, imani, Sabato, Utatu Mtakatifu pamoja na upendo. Division ya watoto. Watoto waliokuwa na Biblia walikuwa 15, waliosoma kwa mpango walikuwa 6, walio na lesoni 45, waliosoma kwa mpango 27, walioshuhudia alikuwa mtoto mmoja. Idadi ya mafundisho yaliyotolewa hakuna. Magazeti vijuzuu vilivyotolewa 1, vitabu vilivyotolewa vilikuwa 3. Waliosaidia walikuwa 13. Idadi ya nguo zilizotolewa ilikuwa 1, na chakula ikiwa hakuna. Waliosoma kesha na roho ya unabii walikuwa 12. Waliofanya ibada ya familia asubuhi na jioni 36. Fedha na thamani ya chakula iliyotolewa ilikuwa 1,300. Aina ya mafundisho yaliyotolewa hakuna. Mwisho tulifunga shule ya Sabato tukiwa na idadi ya watu 193 na watoto 53. Hivyo jumla ya washiriki wa shule ya Sabato siku hiyo ilikuwa ni 246. Swali: walio na Biblia walikuwa wangapi? Walio na Biblia walikuwa wangapi? 94. Waliozisoma kwa mpango walikuwa wangapi? Kila siku asubuhi, ni nani ambaye hakula asubuhi na mchana na jioni katika mlo wa kimwili? Anyoshe mkono. Ikiwa tulilisha miili hii inayokufa tukaacha kulisha roho zetu, tutadaiwa. Kila mmoja ajichunguze utendaji kazi wake wa mahusiano yake na Mungu umekaa vipi. Kama kuna mahali palipopungua, arekebisha ili taarifa iweze kuwa nzuri mbele za mbingu. Mungu awabariki. Mwisho tulifunga. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma taarifa fupi ya darasa la Sayuni. Taarifa fupi ya darasa la Sayuni mwaka 2024-25. Darasa hili la Sayuni lilianza mwaka 2024 Januari chini ya mwalimu Naamini John Barua, likiwa na wanadarasa 8. Darasa hili limedumu hadi mwaka huu wa mwaka 2025 chini ya mwalimu Peter Filipo, likiwa na wanafunzi 9. Malengo ya darasa hili kwa mwaka huu 2025: kufanya maombi kila siku ya Jumapili asubuhi, kutembelea wagonjwa hospitalini na nyumbani, kujihusisha na kazi ya Injili, kuwa na Sabato ya wageni kama tunavyoona hivi leo. Mafanikio: tumefanikiwa kufanya ibada kila siku asubuhi Jumapili tangu mwaka huu uanze wa 2025. Tumefanikiwa kutembelea wagonjwa, kuomba nao na kutoa msaada takriban shilingi 40,000. Lakini pia tumefanikiwa kujihusisha na uinjilisti kwenye effort ya Danet event kwa kuingia nyumba kwa nyumba. Lakini pia tumefanikiwa kununua dishi kwa ajili ya marafiki zetu kusikiliza mkutano huu wa Danet event ambalo lilikuwa na thamani ya shilingi 56,000. Tumefanikiwa kugawa vitabu 28 vyenye thamani ya shilingi 113,400. Lakini pia tumefanikiwa darasa hili kuwafikia wasikivu 65. Lakini tumefanikiwa kuwa na Sabato ya ujirani mwema. Malengo ambayo hatujafanikiwa kutembelea wagonjwa hospitalini. Hivyo tunamuomba Bwana tusaidie kwa mwaka huu 2024 tuweze kufanikiwa kutimiza lengo ambalo halijakamilika. Bwana awabariki. Tunapoelekea hitimisho la kipindi cha pili, kipindi cha kwanza, kuna maswali yameulizwa kwenye taarifa.
Taarifa maana yake ni kutuonyesha kile ambacho tunakifanya. Nimesikia kwamba waliosoma Biblia ni wangapi? 22. Tuna washiriki waliofunga ni wangapi? 193 waliofungua. Waliofunga. Hebu chukulia 26 toa 193. 81. Chukulia washiriki 196 ambao walifunga. Uko miongoni mwa waliosoma Biblia? Pande wa pili nimesikia wanasema kwamba waliofanya ibada asubuhi na jioni na familia zao. Walikuwa wangapi? 36. Tunatoka asubuhi, tunalala usiku, hakuna ibada. Waliosoma Biblia hakuna. Waliosoma lesoni wangapi? 27 kwa washiriki wangapi jumla waliofunga? 195. Kuna uhai wa shule ya Sabato hapo. Ina maana kanisa tunapaswa tujitambue kwamba tuko wapi. Na kama hatuwezi kufanya hivyo ni sawa na kwenda shambani bila kuwa na jembe. Na kama huna jembe ni sawa sawa na hakuna, uwezi kwenda kulima. Hebu tumuombe Mungu tubadilike, kana kwamba tutakapokuwa tumebadilika ndani ya familia zetu katika kusoma maandiko, hata kanisani pia nina imani kanisa litanyanyuka kiroho. Nimejaribu kuifanya taarifa hiyo isiwe kusoma tu, lakini tujihoji kwamba ndani hawa wanaosema kwa mafanikio, mimi ni miongoni mwa watu. Na ndio maana inawezekana kanisa linajaa wakati tayari tumeshamaliza lesoni, maana ni mzigo. Tutakapoanza kujifunza lesoni, unaangalia chini, na maana hukusoma lesoni nyumbani. Na kama kusoma lesoni nyumbani ndio chakula cha kiroho, basi hukui kiroho. Ninaomba hilo kanisa litambue hilo. Mara baada ya kusema hayo, nirudi katika utambulisho. Nimuombe kuna nafikiri nimeona watu wako hapa mbele, labda wamekuwa ni wengi kidogo kuliko tunapokuwa tunahudumu. Kabla sijaanza kumruhusu mwenyeji wangu atambulishe, niseme kwamba haya ni madarasa mawili ya Sayuni. Yaani Sayuni moja yenye matawi mawili. Kwa nini nasema hivyo? Kuna Sayuni mjini kati na Sayuni Mbauda. Hebu tuwape amina. Hawa watu wa Mbauda ni marafiki zetu. Na kwa sababu hiyo tumefanya nao ibada ya kwenda kuona wagonjwa. Tulipokwenda kuona mgonjwa mzee wa kanisa alipougua, tulipoambia tunakwenda, walisema twende wote. Sabato iliyopita tulikuwa huko. Sasa sabato hii tumesema wakatualika kuja Mbauda. Sintakosea kusema kwamba uongozi wa kanisa letu likakubali na likatupatia kiongozi aliyesafiri na sisi ambaye ni mkurugenzi wa shule ya Sabato Uinjilisti. Naomba asimame angalau apungie watu mkono tu. Mama simama tupungie mkono. Ndiye mkurugenzi wa shule ya Sabato mjini kati Uinjilisti. Ndio tumeandamana naye, na mara baada ya utambulisho katika jitambulisha mtajua Mbauda ni wakina nani na mjini kati na kina nani. Karibu katika utambulisho. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kama mlivyosikia kwamba hili ni darasa moja likiwa na matawi mawili, Sayuni Mbauda na Sayuni mjini kati. Kwa pamoja na ujumla wenu naomba msimame. Tukipunga na mkurugenzi wa SS mjini kati. Kwa ajili ya muda hatuwezi kutaja jina moja moja. Itoshe tu kuwatambua kwamba hawa ndio wahudumu leo ambao wamekuwa pamoja nasi. Kaeni. Lakini pia ninaongea nanyi kama mwalimu wa darasa Mbauda. Katikati yetu tuna wageni ambao leo wametutembelea kwa darasa la Sayuni na kwa kanisa pia. Kwa ujumla wao naomba wasimama tupungie mkono. Wageni wetu. Amina. Lakini kwa upendeleo kwa dakika moja tuna mgeni mmoja ambaye ni mchungaji wa kanisa la TAG. Nimpatie kisemeo asalimie kanisa. Karibu. Taifa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ni Mwinjilisti Gervasi. Ndugu yangu ni rafiki yangu kwa ajili ya Yesu.